Yangu, habari zenu? Mzuri. Bunge power. Basi nikiwa kama Boniface Amukoya, mwanabunge wa Nakuru County, jambo la kwanza nashukuru Mungu kwa kunipa nguvu na uwezo na uhai kuonekana hapa tena siku ingine. Kwa sababu nikuja hapa ni mambo mengi ama mambo mawili matatu yenye nimekuja kuwasilisha katika bunge. Na mambo yenye tunaongelea hapa ni mambo yenye inahusu wa Kenya na viongozi wenye wako ndani ya Kenya. Jambo la kwanza, kuna watu wawili watatu ambao nataka niongelee. Jambo la kwanza, leo ni siku ya Jumamosi, nadhani venye mnajua kuna earthquake Kakamega inaendelea. Na hiyo earthquake najua kwamba adui ni wengi, na nimekuja gundua wa maadui wako mpaka ndani ya makanisa. Na adui akiwa ndani ya makanisa, kuna ule adui wa kutandika na viboko na adui wa kutandika na maombi. So adui aswaza na Kenya ama kuongozi wa Kenya ambao ni wa Kenya kwanza, huyo ndiye adui mkubwa ya wana Kenya. Uongozi wa Kenya kwanza, huyo ndiye adui mkubwa wa Wakenya. Sababu niseme hivyo, hapa Kenya tuko na uhuru ya kujieleza venye unataka. Katiba inaturuhusu, tunaweza ongea venye tunataka, na unaweza enda uweke mkutano mahali ufanye mkutano wako venye unataka. Lakini kuna tu adui mmoja wa Kenya kwanza ambaye amekuja kuvunja mipangilio ya katiba ya Kenya. Jambo la kwanza nataka niongee juu ya president. Mimi sikumchagua, mimi nilichagua Raila na mlimuua. Sikuchagua Naongelea kwa juu ya president, ambapo wewe ndiye adui wa kwanza mkubwa Kenya. Na ni ile hujajua, na kuna watu wamekusurround wanakudanganya. Kuna kitu moja nafaa ujue, wenye wanapokea hizo pesa kwanza, wenye wanalipwa. Kuna kitu moja mnafaa mjue kwamba huyu mtu alikuja na njia ya Biblia. Kuna watu mnasoma Biblia na mnasoma opposite. Hamuelewi kwa nini hiyo Biblia imeandikwa aje. Jambo la kwanza, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Watu wenye walimsulubisha ni watu wa kanisa. Watu hawajajua hiyo. Wanasema ni waizi walimsulubisha. Na pesa yenye ilinunua Yesu kusulubishwa, hiyo pesa ikatupwa ndani ya kanisa. Na ndio sasa hizi Ruto naye akatumia hiyo system ya kuchukua hizo pesa analeta ndani ya makanisa kudanganya watu. Hiyo kitu hamjui. Na hizo pesa ndio anasambaza kudanganya watu. Hata kama ulikuwa unampinga vita akikuletea shilingi 10, unasema ati Ruto tutam. Ati Ruto tutam. Mimi nashangaa sana. Mandugu zanguni kutoka Nyanza, na sio wote. Sio wote, nyinyi ni mashemeji, lakini mmekuja kuchanganyikiwa kwa kitu moja. Sababu niseme hivyo, mmekufa na mzee Raila Amolo Odinga. Usiku na mchana mlikuwa mnakufa na yeye. Tia kazi mnakula na yeye. Marizazi mnakula na yeye. Tukienda kwa watu wenye wameuliwa Kenya kupitia kwa njia ya tia kazi, ni wenzetu wa Jaluo. Wameuliwa sana. Lakini hao ndio mstari wa mbele wanaimba ati tutam. Ati tutam, hata wana Ayubu. Shua ni mbele ya Mungu. Mimi kitu naomba ndugu zangu, nyinyi ni watoto wetu. Mfuate mstari, mfuate penye upepo unaenda. Mnaona venye Kenya iko. Saizi Ruto anawadanganya, nini amewafanyia huko chini? Ni nini maendeleo ameamusha? Mnasema hata amejenga barabara. Amejenga barabara gani huko? Kama sio kuendeleza. Manyumba mnasema amejenga huko chini. Ni manyumba gani amejenga huko kama sio kuendeleza? Saa hizi system ya Ruto ndio hao wanaenda, mnaona ndio hao. Kakamega earthquake ndio hiyo inaenda. Ndio hiyo inaenda. Kitu ninaambia hivi. Hiyo inaenda Saa hizi Ruto aliwadanganya atasaidia mama mboga. Atasaidia vijana. Atasaidia wanabodaboda. Saa hizi amekuwa hapa hivi, saa hizi anaendelea kubomoa Nairobi. Sasa hiyo ndio maendeleo alikuwa amesema anakuja kufanyiwa na nchi. Na hata hamuna adabu tena, mnasema ati tutam. Ruto tunajua ni one term.
na nimefurahishwa na speech ya Mr. Kindiki. Kindiki, simama na hiyo msimamo. Kama ni hivyo uko sawa, endelea, lakini ujue usikue kama kinyonga. Kinyonga ajue ikienda mahali inabadilika. Hiyo speech yenye uliongea jana, hiyo speech usimame nayo hivyo. Ruto hakuna kitu anafanyia wananchi. Mambo yenye anafanya, maendeleo yenye anafanya yenye ako 100% ni ubomozi wa manyumba za watu, ubomozi wa biashara, kuteka watu nyara. Akiona wengine wakifanya mkutano anatuma pale vijana. Hayo ndio maendeleo yenye Ruto amefanya, na ni mtu ambaye anapenda kujifanyia vitu zake, hataki watu wengine wafanye. Na ninasikia watu wanamuunga mkono ati Ruto 2 term. Mtu anauliwa ati Ruto 2 term. Ruto 2 term ya nini? Wananchi tufunguke macho. Mnaendelea kufunuliwa macho na hamuoni. Ndindi Nyoro, kama mlifuatilia mambo ya Ndindi Nyoro, kitu yenye aliongea, kama mko na akili mfunguke macho. Ruto anawadanganya hapa. Hakuna barabara zenye Ruto anajengea watu hapa. Tukirudi mambo na nyumba, hakuna nyumba. Uhuru Kenyatta Muigai ameanzisha hizi project zenye Ruto anaongea hizi, na hakuna mwananchi alikuwa anakatwa pesa, lakini ilikuwa inajengwa. Tukienda zenye zika hapo Flamingo, hizo nyumba zilianzishwa na Uhuru, na hizo nyumba haikukuwa ati ni wenye hawajiwezi ndio wataenda pale. Ukienda kwa hizo nyumba saa hizi ni Maoria wako pale na Masudanese. Mtu anakuja analipa nyumba miaka 5 anaenda kuishi pale. Wewe unadanganywa ati unalipa nyumba. Nyumba gani yenye unalipa? Yaani unanunua kitu yenye hauoni. Wananchi tufunguke macho. Tufunguke macho. Saa hizi wimbo ni 1 term. Saa hizi si 2 term. Kwa hivyo kama bado unang'ang'ania kwa 2 term, umechanganyikiwa. Na kuna siku lazi nilikuwa hapa nikasema hivi. Kuna kitu inaitwa zombie. Zombie ikiuma mwingine inamwambukiza ugonjwa. Na hiyo ugonjwa wakati Ruto anakuuma na pesa, unachanganyikiwa akili, unaanza kuimba 2 term. Ambapo sio hivyo. Tufunguke macho. Mimi narudia kuambia ndugu zangu ni Wajaluo, ninyi ni mashemeji, mfunguke macho. Mtoke kwa hiyo ugonjwa, msichanganyikiwe. Saa hizi bado ile mdudu haijaingia ndani sana. Wajua ikiingia mpaka ifike kwa moyo, hapo ndio utajua mmekufa, lakini bado haijaingia ndani sana. Muamuke. Wenye wanashangilia 2 term, Mbadi hata hana adabu. Ndio mjue tena kuna ukabila fulani hapo mahali. Mbadi anakuja anadanganya watu Nairobi, hata amesanya wazee wa Jaluo, hata wameenda pale, hata anataka kusamoni ati wanachama wa ODM ati wakuja waongee. Mbadi ako na uwezo gani kwa chama ya ODM? Wanabunge power. Mbadi ako na uwezo gani? Mkubwa nini? Mbadi hana uwezo wa kusamoni wanachama wa ODM. Hata Gladys Wanga hana uwezo. Hana uwezo. Huyu mzee mwenye anaenda kukufa huyu hana uwezo. Tusidanganyane. Ni kitu mnaona tu. Ni kitu mnaona, wanabunge mnaona. Huyu mzee hana uwezo. Lakini anang'ang'ana tu. Anang'ang'ana tu. Yaani hata muangalie kabisa. Ndugu zanguni, uongozi urudi kwa vijana. Wazee waje wakae. Sasa hizo wana vijana ndio wanalia hapa. Watu hawana kazi, wamehangi hapa. Na si hao peke yao. Ukienda town wako huko. President. Endelea. Ukienda town watu wako huko, wamehangi, hawana kazi. Wakianza kupiga watu ngeta, mnaanza kusema vijana ni wabaya. Na nyinyi mliahidi vijana kazi na mmewapea hiyo kazi. Hiyo sasa ni nini hiyo? Mnaanza kusema vijana ni wabaya. Mombasa ndio huyo, kuna group ya mapanga huko. Ukifuatilia hiyo group wamekuwa idle, hawana ene. Na ndio umalize ile kikundi, si lazima ukuje uambie ati tuwafie kama tuwaue. Hiyo order ya shoot to kill hiyo ni mambo imepitwa na wakati. Hizo vitu ni vitu za Iran huko. Unapiga mguu. Wewe akikupiga mguu kama mtoto yako. So kwa hivyo kitu ninawaambia ni hivi. Tufunguke macho vijana, tusitumike. Tusitumike vijana. Sasa hivi tunaelekea uchaguzi. Namalizia. Sasa hivi tunaelekea uchaguzi. Na venye tunaelekea uchaguzi, sasa hivi pesa iko humu ndani.
Na hizo pesa mchunge. Hizo pesa ni pesa zenye zimewekwa, ziko na laana. Wakati utakula utabadilika akili yako, utaanza kuimba 2 term. Hapa tunajua Nakuru County ni 1 term. Bunge power! Bunge power! 1 term! 1 term! Kwa hivyo Ruto, penye huko, peleka gungu zako Kakamega huko na wanabodaboda wamekungoja huko. Utajua hujui leo. Ndio utajua hii Kenya sio yako peke yako. Kenya ni ya wananchi na ni ya watu wote. Na mbarikiwe.